Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadhia ya hijabu, kadhia ya sitara ni kadhia ya kistaarabu. Sitara ni ustaarabu mzuri ambao umetolewa mafunzo na maelekezo na Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, muumba wetu na bwana wetu kipenzi chetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitendo cha mwanamke kuvua hijabu na kuwa katika hali ambayo si ya sitara, kitendo hicho hakimfurahishi Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hilo linahesabika ni katika ufisadi, kama ambavyo mwanadamu anaweza kufanya ufisadi katika mambo mengine mengi. Na Mwenyezi Mungu amekemea ufisadi katika ardhi. Katika aya mbalimbali Mwenyezi Mungu ameligusia swala hili la ufisadi na kuonyesha chukizo kwamba swala hili la kufanya ufisadi katika ardhi ni jambo lisilomridhisha. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani tukufu, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, na wala msieneze uovu katika ardhi, msifanye uharibifu katika ardhi, kwa sababu kufanya uharibifu ni jambo linalomchukiza, ni jambo lisilopendeza. Katika aya nyingine anasema Mwenyezi Mungu, wala tabghil fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbul mufsidin, msieneze wala msitafute kufanya ufisadi katika ardhi, msifanye ufisadi katika ardhi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kitendo cha ufisadi, kitendo cha uharibifu, kitendo hicho hakipendi wala hakipendezi mbele za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya nyingine anasema pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, na wala msifanye uharibifu katika ardhi baada ya ardhi ile kufanyiwa islah, baada ya ardhi ile kutengenezwa, yakatengenezwa mazingira ikawa ni sehemu salama, sehemu nzuri ardhini, na wewe mwanadamu ukaja kufanya ufisadi. Jambo hilo halimpendezi Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na anasema katika aya nyingine pia, anasema wallahu la yuhibbul fasad, na Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala hapendi ufisadi. Na ziko ni aya ni nyingi zinazungumzia ufisadi na kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala halipendi hilo, na riwayati ahadithi mbalimbali pia zimekemea jambo la kufanya ufisadi katika ardhi. Na mwenye kufanya ufisadi katika ardhi, adhabu zimeandaliwa, adhabu za kuadhibu watu wenye kufanya ufisadi katika ardhi zipo. Lakini cha kusikitisha ni kwamba mwanadamu huyu ambaye ametumiwa mitume, akatumiwa vitabu, dini mbalimbali zikazungumza, na akili salama pia vile vile inamuonyesha mwanadamu kwamba kufanya mambo ya ufisadi katika ardhi ni jambo lisilopendeza, mwanadamu huyu bado ni musir. Lakini itafika siku ya kiyama ambayo mwanadamu anaweza kuingia katika majuto, akawa ni yule mtu ambaye atakapoingizwa katika moto wa Jahannam, atakapoingizwa katika moto atasema ya laitana ata'ana Allaha wa ata'ana ar-rasul, ole wetu sisi, laiti tungemtii Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala na tungetii maagizo ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa ndugu yangu, kabla hujafika huko, mwana mama wa Kiislamu, kabla hujafika ile siku ya kiyama, siku ya majuto makubwa, siku ya mateso, basi jiepushe kufanya yale ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu. Na miongoni mwa mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu kwako ni wewe kutoka nje katika hali ya kuwa hauna sitara. Wewe kijana wa Kiislamu, mzee wa Kiislamu, mu'min, jiepushe na kutizama yale yasiyomridhisha Mwenyezi Mungu. Ikitokea kuna vikwazo hivyo vya wanaoleta ufisadi katika ardhi, wakina mama wakatoka wakiwa katika hali ya wako uchi, wewe jiepushe, jiweke mbali nao, ili usiingie katika mitego ya sheitan. Na huyu tayari unamkuta kashakuwa ni katika zile nyenzo za sheitani kuwaingiza watu katika moto. Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe tawfik ya kuyaendea yale ambayo yanamridhisha, na atuepushe na yale ambayo ni mabaya yasiyomridhisha. Mwenyezi Mungu aturuzuku husnul khatima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.